sana sana tunafahamu moyo uliko. Moyo wa mtu unakuwa wapi? Moyo wa mtu sinakuwa kumegoshi. Joko moyo iko. Sasa fundisho na kuyauliza, moyo wako uko wapi? Na moyo unakuwa na kazi kubwa maishani mwa mtu. Na ndio maana wengine wanasema kama moyo inakuwa ni motere ya mwili. Moyo inagawa damu ndani ya mwili. Moyo inasaidia mapafu kufanya kazi. Moyo inaleta oksijeni ndani ya mwili. Na moyo inaleta virutubisho vingi muhimu ndani ya maisha ya mtu. Ndio maana pasipo moyo hakuna mtu. Hakuna gari inaweza tembea bila moteri. Hautaionaka amweke ni chukudu, wale nageuka kinga watakuwa na isukuma. Lakini moteri inakuwa na kazi kubwa. Moteri inagawa mafuta ndani ya sitaweza visema bien jusqu'au chauffeur, siko mekanisien, lakini tuishaka pima ona gari inatumikaka na tukapima angalia jinsi wako natengeneza moteri na wanakuambia mafaa yayo. Sasa tunasema kazi ya moyo, wa mekanisie wanajua tuko nasema nini. Wanganga wanaelewa tuko nasema nini. Na huko wengine watasema moyo njoo mtu. Wengine unasikia kile kiko na roho mubaya, ni kimutu kia mubaya. Jua najua kama moyo njoo nini? Njoo mtu. Sasa Yesu anasema hazina yako ilipo, mahali hazina yako ilipo ndipo utakapo kuweko moyo wako. Katika Mathayo 19 mstari wa 21. Sasa moyo huu unayozungumziwa katika kitabu cha Mathayo, moyo unaotumika katika neno la Mungu hasa si moyo ya nyama. Si moyo tunayoifahamu inayokuwa katikati ya mapafu ya mtu. Lakini moyo inayozungumziwa hapa katika lugha ya Kigiriki waliita kardia. Na kardia maana yake inakuwa ni mwelekeo, inakuwa ni mawazo, inakuwa ni akili, inakuwa ni chaguzi, inakuwa ni nia. Ndio maana katika maandiko wanaposema moyo, haimaanishi moyo huu, lakini inamaanisha wenda akili yako. Sababu inakuwa ni mawazo yako, inakuwa ni makusudi yako, hisia yako, nia yako. Yani moyo katika maandiko ni utu wa ndani. Kile unachokusudia wewe kama mwanadamu, hii ndiyo moyo. Na hasa kwa Kiswahili rahisi, moyo inayozungumziwa katika maandiko inamaanisha akili ya mtu, uchaguzi wako, mwelekeo wako, matamanio yako. Sasa moyo inakuwa ni mwelekeo wa mtu kimwili, kiroho, pia kiakili. Hii ndiyo moyo inayozungumziwa katika maandiko matakatifu. Ndiyo maana Yesu anasema hazina yako ilipo ndipo utakapo kuweko moyo wako. Mahali unapoweka mali yako, hapa ndipo kuna kuweko fikara yako. Na ndio maana utaangalia mtu siko natembea mu watu kama iko na makuta udogo, kila saa ni kwenda kunagusa kuposhi. Unajiuliza sikia baya zibeba. Na huko mtu mwingine mwanatembea siri tu kwa jene, anatembea na kubania vifranga mposhi, unawazia siko na frime. Wengine wanaona wanasema asemule ni safari, iko mustafa. Eski ya kutembea hivi na kwa tena. Kumbe mwenzako anajua vya anabana hapa. Moyo wake anashika moyo, hapendi apoteze moyo. Anajua kiko mule. Na aseme mtu mwingine iko naenda, sasa iko naenda nafika mbele, juu iko na makuta za anasema hizi wakaziniiba na mimi nimekufa. Sasa iko naenda iko nenda nafika mbele kidogo, mkono iko mposhi. Sasa mkono iko mposhi anasikia hatosheki. Sasa anasikia harizike, anaenda anagusa na yeye nyingine mkono. Anabana mkono yake, analalamika aseme mwizi.
watu wanakia bako na kimbia, sasa unaona mtu yuko na ruka, sasa nimebana mwizi, kwenda angalia kama ameshika nini mkono wake, aseme ni mwizi. Sasa Yesu anaposema ya kwamba hazina yako ilipo ndipo utakapokuweko moyo wako, ndipo ulipo moyo wako, Yesu anafahamu ya kuwa mali ina sehemu kubwa katika maisha ya mtu. Anafahamu ya kuwa mali hasa inachukua fikra za mtu na mawazo ya mtu. Ndio maana anasema hazina yako ilipo ndipo utakapokuweko moyo wako. Na ndio maana unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9, Yesu anawauliza Adamu na Hawa, mko wapi? Sasa mtu mwingine akauliza, Mungu naye kosi kuko alikuwa anauliza watu shwa basharibi. Oloko vya nasemane shwa sikie hivi vitatoka mkinywa wa mtu. Eske Mungu ni kusema akonaka kwa Adamu na Hawa wako? Mungu mwiko na uwezo ya kuona kila vazi. Maana wauliza kimakusudi, mko wapi? Hakuwaona. Lakini hapa Mungu anawauliza mko wapi? Sababu Mungu anajua wao baada ya kuasi wanakimbia mbali naye. Fikra zao zinaondoka mbali na Mungu. Akili ya mwanadamu inajitenga na Mungu. Sasa Mungu anamtafuta mwanadamu, anamuuliza uko wapi? Akili yako iko wapi? Mwanadamu, kwa nini unajitenga nami? Unajificha wapi? Mungu anahitaji mwanadamu arudi karibu naye. Yesu anasema hazina yako ilipo ndipo utakapokuweko nini? Moyo wako. Moyo wako uko wapi? Akili yako iko wapi? Utumishi wako uko wapi? Na tutasi msomaji, tuchukulie kitabu cha Luka sura 10 mstari wa 15 hadi 17 kwa uharaka. Kitabu cha Luka uanzie hata mstari wa 17 hadi 21. Kwa uharaka wasomaji tusome kama wanjia. Luka, hapa kuna kisa cha tajiri kijana tajiri ambaye anamwendea Yesu. Luka 10 mstari wa 17 hadi 21. Hapa kijana mmoja anamwendea Yesu kwa uharaka, anapiga hatua ya mbio, anamuona Yesu. Tusomee. Wale wanafunzi Luka 10 mstari wa ngapi? Luka sura ya 10 mstari wa 17 hadi 21. Hapa huyu kijana anamwendea Yesu. Wale wanafunzi 17 Samahani, chukua Marko. Ni Marko sura 10:17. Kitabu cha Marko. Hapa kuna kisa cha tajiri kijana ambaye anakubali Yesu kwa kazi zake. Na kama tulivyotanguliza kusema, wengi walimfuata Yesu kwa ajili ya kile alichotenda. Sasa huyu kijana anaona ndani ya Yesu mna kitu na anamwendea Yesu. Ndio, ikiwa umepata usome. Yesu alipoondoka kwa kuendelea na safari yake, mtu mmoja akamfikia mbio, akapiga magoti mbele yake na kumuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini kusudi nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamuuliza, sababu gani unaniita mwema? Hakuna mtu anayekuwa mwema isipokuwa Mungu peke yake. Unajua jinsi amri zinavyosema kwamba usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Yule mtu akamjibu, Mwalimu, nimeitia amri zile zote tangu ujana wangu. Yesu akamwangalia kwa upendo akamwambia, unakosewa na kitu kimoja tu. Kwenda uuzishe vitu vyote unavyokuwa navyo na uwape wa maskini mali zile, nawe utakuwa na akiba mbinguni, kisha urudi unifuate. Lakini kijana yule aliposikia maneno yale, alikunja uso na kujiendea katika huzuni, kwa sababu alikuwa tajiri sana. Asante.
kuweka nukta hapa. Kuna kisa cha kijana tajiri ambaye amefahamu Yesu, amejua ya kuwa huu ni mwalimu mwema, amejua ya kuwa huu uongozi wake unawaongoza watu katika ufalme wa mbingu. Ndipo sasa anamwendea Yesu, sababu anashikubali kwa matendo yake mema, anashikubali, anajua ya kuwa maisha yake wenda ni maisha ya utaua. Ndipo anapiga haraka kwa Yesu, anamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini ili nirithi uzima wa milele? Sababu anapomuuliza Yesu, kwanza anajiamini, anajua ya kuwa Yesu atamsifia sababu anafanya sasa matendo mema kwa macho yake. Yeye anadhani ya kuwa kila anachotenda kinatoshelea ili arithi uzima wa milele. Sasa Yesu anamwambia ushike amri. Anasema nimeshika amri tangu utoto, na ni rahisi kuzitaja: usiibe, usiue, usizini, yote. Anasema tangu utoto wangu nimeshika, na kuheshimu wazazi ninawaheshimu. Sasa Yesu anasoma ndani ya moyo, anasoma ndani ya moyo wa kijana yule. Ndipo anamwambia kijana, ili unifuate, uuze mali yako yote, ugawie maskini, na ndipo ufanye nini? Unifuate. Maandiko yanasema kuwa yule kijana alikunja uso wake, sababu alikuwa na mali nyingi. Akachukizwa na kauli ya Yesu na akaondoka akaenda. Na mara mingi saba tu wako nasoma hiki kisa, wanasema mbona hii ni jaribu kubwa. Yesu yuko napatia kijana wa watu, anamwambia uuzishe vitu vyote vya uko navyo. Eske alimtakia nini? Yesu alipenda nini kwake? Wala Yesu hakupenda ukijana mfuate, lakini Yesu anasoma moyo. Yesu anajua kile kilicho ndani ya moyo wa mtu. Na kitu kingine cha kujiuliza, ni mtu yupi ambaye Yesu amemwambia isipokuwa kijana yule? Ni mtu mwingine yupi Yesu anamwambia uuze mali yako ndipo unifuate? Hakuna. Na anapowaita mitume anamwambia tu nifuate. Anakutana mwingine anamwambia acha mali yako yote unifuate. Anakutana wachuruzi, anawaambia achana na mambo ya biashara, kuja ununue roho za watu. Anakutana na wavuvi, anawaambia njoni mvue roho za watu. Lakini yule kijana Yesu anamwambia uuze yote ulio nayo, uuzishe kila kitu ulicho nacho kama mali, alafu njoo ugawie masikini, na ndipo unifuate. Sasa Yesu anafahamu ya kuwa huu kijana anathamini mali yake sana kuliko Mungu. Mali yake ina nafasi kubwa kuliko Mungu. Na ndiyo maana Yesu anasema maana mahali yako ilipo ndipo utakapokuweko nini? Moyo wako vile vile. Yesu anajua ya kuwa huu kijana anaamini mali kuliko Mungu. Anajua ya kuwa hii mali ni sanamu kwa huyu kijana. Sasa Yesu anahitaji kumuokoa na mzigo ule. Yesu anahitaji akomboe kijana yule. Ndipo anamwambia uuze mali yako yote, ugawie maskini, alafu unifuate. Sasa kijana moyo wake uko katika mali, akili yake inaegemea mali, na maandiko yanasema ya kuwa akagunja sura, akaondoka bila kujibu wala zede. Toke mletre zote zetu tunajua kunaanza nini, kunaisha na nini. Akakosa kia kushimbia mwingine vyote, akaondoka taratibu. Anapokunja uso wake akakwenda. Na ndipo Yesu akasema ni vigumu wenye mali, ni vigumu wale wanaoegemea mali kuingia katika ufalme wa mbingu. Heri ngamia kupita katika tundu la nini? Mbona mseme habari ya mali watu hawajibiake vile vile tunavyozoea? Juu ni mali, watu watakunja sura, watu hawatacheka na hakuna wakujibia. Lakini Yesu anasema ni heri ngamia kuingia katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia wapi? Katika ufalme wa mbinguni. Ngamia anapita katika tundu la shindano.
Unajua kisi shindano iko inagonda na kube habaonake bien, habaonake shindano. Kube bashaka kufa macho. Shindano inaweza kuwa hapa anaikanyanga na hajui kama ni shindano. Sasa uone ngamia kisi ni apata. Yesu anasema itakuwa rahisi ngamia na ukubwa wake inapenya katika tundo la shindano kuliko mtu anayethamini mali kuingia katika ufalme wa mbingu. Hii inaonyesha hatari ya kuamini mali, sababu Yesu anajua mahusiano yaliyopo kati ya mali na moyo wa mtu. Yesu anajua mahusiano ya mali na akili za mtu. Ndipo anasema ni vigumu sana wenye kuamini mali kuingia katika ufalme wa mbingu. Na unaposoma katika kitabu cha Luka sura ya 12 kushuka hapa, Yesu anapana kisa cha mkulima mmoja. Anasema mtu mmoja alilima na akakuwa na mazao mengi. Anapokuwa na vitu vingi, sasa naikana najiuliza, hivi vyote niko navyo navibeba wapi? Hivi vyote niko navyo mbona haiko vya kawaida? Kwanza vinamuumbia kiburi ndani mwake. Ndipo anaikana nasema, sasa kia kufanya gala zeniko nazo hazitatoshelea kupokea hivi vitu. Toke gala zeniko nazo ni za kidogo kushinda vitu vya mie nilijilimie. Uko nasikia anatumikisha neno mie. Oro sa mtu nasema mie. Pale desha uko kiburi, unashipiga kifua. Mie. Na ndio maana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mwanzo kushuka hapo, Yesu anasema unapotajirika usijisifie. Usiseme hivi vitu nilivipata kwa nguvu zangu, ni kwa uweza wangu nimetajirika. Juu haushinde be habana akili. Huko mtu mweko napigana asubuhi na magharibi, anaanza mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa mwisho iko natumika. Lakini anakuambia mkutumika kwake anatumikiaka maamwe. Ndio anatumikaka niko narudia nyuma. Mwezi inaanza inaisha hana faida. Na anakuambia heri singekuwa na faida, lakini mimi niko natumikia maamwe. Di jour au jour mtu iko na homba. Sasa wewe hakuna nguvu ya ajabu yolitumikisha. Hakuna akili za nguvu zoko nazo kushinda wengine, lakini unafaidika. Sasa yule tajiri mpumbavu, mkubali tumuite mpumbavu sababu alitumikisha neno mie. Yule tajiri mpumbavu anasema ya kuwa nimetumika na kwa nguvu zangu nimepata vitu vingi. Anasema nitaongeza gala kuliko hizi ninazokuwa nazo. Anabomoa gala na anajaza vitu vingi. Ndipo maandiko yanasema usiku yule Mungu anamwambia, mbona roho yako itahitajika? Mbona we kesho hautalala, utakufa? Vile vile ulipigania vitakuliwa na nani? Chomana ni kusema unaweza tafuta mali kwa nguvu. Unaweza tumikisha bidii nyingi na akili nyingi. Na wena unasahau Mungu wako. Unamweka Mungu kando. Lakini baada ya kupata mali hautairithi. Hapa mbele kwa Andre kuko papa moya hivi. Ule papa ni wa mfamie, alikuwa ametumika sana, amefanya bidii na juhudi zote, amejenga na yalisha nyumba. Mwisho wa siku baada ya kuialisha anafanya seremoni, anaita mafamilia wote, marafiki wote, tunaenda kula kunyama kule, watu wanaenda kunyama mafanta, wanakula na kuingine, anashukuru Mungu, anafanya celebration ya nyumba. Kisha baada ya siku 2 banamugonga, anakufa. Ile nyumba ilimsaidia kukitu. Alikuwa na utajiri mwingi, lakini mwisho wa siku anauacha ghafla. Ndio maana Yesu anasema unaweza fanya bidii na juhudi, unatafuta pesa, unatafuta mali, lakini wenda mwisho wa siku usiirithi. Ndio maana unapojipiga kifua sababu ya utajiri wako,
wala ule umali budogo wako nabo, maandiko yanasema ya kuwa uko mpumbavu. Maandiko yanasema ya kuwa hauna akili. Jua nini hauna akili? Haujue dunia hiyo unaishi. Haujue gotuko ni wapi. Leo mtu unalala kulamuka viko nguvu. Unalamuka kushinda viko nguvu. Unashinda kulala viko nguvu. Ndio maana mtu mweko anajivunia mali. Wengine wanasema ule hajue dunia iko ndani. Ule hajue kipindi tunaishi. Sasa Yesu anasema hazina yako ilipo, hapo ndipo kutakapo kuweko moyo wako. Hapa ndipo kutakapo kuweko akili zako. Sasa na kwa kupenda mali kuna hatari. Unapoweka tumaini katika mali, unakuwa hatari. Tutasimu somaji tusomee Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 8 kuendelea hadi 10. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 8 hadi 10. Timotheo wa kwanza sura yake ni ya 6 mstari wa 8 mstari wa 6 hadi 10. Lakini 6 mpaka 10 nasema, ndio, walakini utaua pamoja na kuridhika na kuridhika ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Timotheo anasema ya kuwa tunapokuja duniani hatukukuja na kitu, na anasema tunapoondoka tunaondoka mikono wazi bila kitu. Ndio, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Timotheo anasema ya kuwa muumini halisi, yule ambaye anajua safari ya Ukristo, anapokuwa na chakula na kunya, anashukuru, anaridhika. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Timotheo anasema ya kuwa unapozidi kuwa na mali nyingi, pia majaribu yanakuwa mengi, na hapa kuna hatari ya kupotea. Hapa kuna uwezekano wa kuacha njia ya Mungu, unaifuata nini? Unaifuata njia ya mali, mamoni. Ndio maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Anasema shina moja la maovu, mojawapo wa vitu vikubwa ambavyo vinasababisha anguko katika dunia, ambavyo vinasababisha umwagaji wa damu katika dunia, ambavyo vinasababisha kuteseka kwa watu ulimwenguni humu. Anasema si kingine ni pesa. Na anasema sababu ya hii, wengi kwa kupenda fedha wanajichoma mioyo yao wenyewe. Wengi kwa kupenda fedha inawafanya wafarakane na watu. Ndio, endelea hadi 10. Asante. Anaonesha hatari ya kupenda pesa. Anaonesha ugumu wa kuthamini mali. Na ndio maana kupenda pesa si kukosea. Kupenda pesa hakuna ubaya wowote. Lakini unapopenda pesa kuzidi kipimo. Na ndio maana Wafaransa wakasema kupenda kitu kupita kiasi inakuwa ni vibaya, inakuwa ni dhambi. Sababu hii inaleta maangamivu. Ndio maana nasema wengi kwa kuthamini pesa wanajichoma mioyo wenyewe. Watu jua kupenda franka, wako nashiletea ma stress. Huko mtu mwena jua mwalishuka hapa chini, hapa kuparikinge, njoo wapi? Hamtasema hampajue. Wapi? Kwa seni ingawa. Vreterme mnaificha. Hakuna shida. Tuitumikishe wapi? Kwa nyenda wagira. Ile joterme ya bie. Sasa mtu moya alikuwa pale. Iko na kaparsele kake kadogo tu. Lakini kaabie.
amekatia kubei, anakasolidana kapana kumweshere sana, kapana kumweshere, anatoa $5,000 anazibeba pale na wajira sana, zifikisha pale mpaka leo. Anakuambia kama siku ya mwisho walimuita na bako namwambia kitu wala $100 sikina tazipataka, siku vitu vinakuwa bie. Leo iko hospitali anapanga wasafunga $5,000 walimuita isire sama, banamwambia huko kwanza pia kwanza ukule hii saa vitu vinakuwa bie, unapata makutaza zako. Leo iko hospitali na sasa toka amo hatuyajua atarudilia wapi. Ju bientôt mwenye parcela atamwambia toka kwangu. Paulo anasema watu kwa kupenda pesa sana wanajichoma mioyo yao, wanajijengea huzuni wa moyo, na wengi wanafariki, wengi wana misongo isiyokuwa na sababu, wengine wanaishi maisha ya taabu na mateso sababu ya kupenda pesa. Na ndio maana wengine wako nenda machama tofauti, unasikia pamoja ni wa Freemason, wengine wa Illuminati, wengine sio vikundi tofauti mnavifahamia. Mwingine hata lala mwake iko na materio ya kabambi, lakini haezi lala ndani. Hii ni tamaa ya kupenda nini? Kupenda pesa. Anasema watu wanapenda fedha, alafu hii inawaundia uchungu, inawajengea mateso sababu ya kuthamini pesa na mali. Yesu anasema hazina yako ilipo ndipo takapokuweko nini? Moyo wako. Mahali hazina yako ilipo kuna fikra zako, kuna mawazo yako, kuna maisha yako. Pia kupenda sana fedha, kupenda sana mali inasababisha mtu afe kiroho. Ndio maana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 17-18 anasema ya kuwa wewe unadai ya kuwa utajiri japo huko nini? Maskini. Ushakuwa na bufranga fulani, ule bufranga unakudanganya, unawazia kama wewe ushafikia kila kitu. Unawazia kama na uko na kiroho cha kutosha. Sasa mali inakuletea udanganyifu na inakufanya udidimie katika hali ya kiroho. Pia kwa kupenda fedha sana inasababisha usiwe na furaha. Tuchukulie Mezali 5:12. Kitabu cha Mezali sura ya 5:12. Kwa kupenda sana mali inasababisha watu wengi hawana furaha maishani. Inasababisha watu wengi wanakosa amani ya roho, na ndio maana wengine uko unaona anahama kwake, anakuwa sa mkimbizi, anaishi sa mwangaishi juu ya kuogopa basiniue, basinialeve, bakanialeve batabeba franga zangu, bakaaleve mtoto wangu, itakuwa njia ya kufanya nipoteze nini? Mali yangu. Sasa mwandishi anasema kwa kupenda mali sana unasababisha usiwe na furaha maishani. Mezali 5:12. Mezali 5:12. Samahani, Mhubiri 5:12. Kitabu cha Mhubiri 5 sura ya 5 mstari wa 12. Sema ndio usingizi wake kibarua ni mtamu. Ni hapo? Ndio. Usingizi wake kibarua ni mtamu, kwamba amekula kidogo au kwamba amekula kingi, lakini kushiba kwake tajiri hakumwachii kulala usingizi. Asante. Mhubiri na hekima zake za kimbingu anasema mwenye mali ndogo, anasema mtu asiyeweka moyo wake katika mali yake, mtu asiyeweka akili yake, mtazamo wake kwenye mali. Anasema ya kuwa anakula kidogo na usingizi wake unakuwa mtamu. Unapata vishumba vyako, unavikula bien, havina mafuta, nasazima hivyo na moto, vya kukosa makala, lakini anasema unavikula na roho ya nini? Ya amani. Unalala bien, unalota uko mbinguni. Japo ulikula vishumba havina nini? Mafuta.
ulikula lenga za zikuivya, lakini anasema sababu na amani ya roho, sababu fikara yako, mtazamo wako hauko katika mali, anasema unalala vizuri, unaamka vizuri. Lakini anasema kushiba kwa tajiri hakumletea amani. Uko unakula makuku na zingine unatupa kujialala, lakini hauna amani ya roho. Hauko naweza lala, ile mali shakutia mwensekirite, ile mali iko natuma unajisikia kama hauko tena mtu. Ile mali iko natuma unaanza kuomba salimiana na watu, unawaza sisi nikisalimiana na yule mtu hata niloga kweli. Sasa juu ya mali inakuundia mawazo ya kipuuzi, ya kipumbavu. Sasa Yesu alifahamu mahusiano ya mali na moyo wa mtu. Yesu alijua usamani wa mali na akili ya mtu. Ndio maana mtunga methali anasema kushiba sana kwa tajiri hakumfanyi alale vizuri. Lakini we maskini na vitu wako udogo, we tajiri katika Kristo, una utajiri, alafu umempokea Yesu. Unaamini ya kuwa baada ya maisha haya kuna uzima wa milele, una amani ya roho na una usalama. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Hii inakuwa ni hatari ya mali. Pia mali, kwa kupenda sana mali, kuweka akili yako ndani ya mali bila Mungu, inasababisha hata ukose uzima wa milele. Kitabu cha Mezali 11 mstari wa 14. Mchungaji soma Mezali 11:14. Sasa kwa kupenda sana mali inasababisha hata unapoteza na uzima. Sababu ya kuweka akili yako ndani ya mali, unaweka akili yako ndani ya utajiri, bali pa kuweka akili yako kwa Mungu inasababisha unapoteza hata uzima. Kuna hatari ya kukosa uzima. Mezali 11 mstari wa 4. Mstari wa ngapi? Wa 4. Mali hazifaidii kitu siku ya ghadhabu, bali haki huokoa na mauti. Asante. Anasema mali haisaidii mtu siku ya ghadhabu. Siku ya kiyama ya Mungu, mali haiogoi mtu. Mali haimtetei mtu. Uwingi wa mali hausababishi mtu awe na uzima wa milele, bali mtunga mezali anasema mwenye haki anastawi, mwenye haki anaokoka, mwenye haki ana uzima wa milele, tofauti na mali. Ndio maana jioni ya leo tunaomba kuweka akili zetu kwa Mungu. Jioni ya leo tunaombwa kuweka mali zetu ndani ya ghala ya mbingu, ambapo wamesema ya kuwa huko hakuna nondo, hakuna wezi, hakuna kitu kinachoharibu. Hapa kuna usalama, na unapoweka mali yako kwa Mungu, hii inakupa assurance ya kuwa na uzima wa milele. Hii inakuundia amani ya roho, na unapokuwa na pesa hauofu kitu chochote, sababu unaamini ya kuwa unaye Mungu anayeokoa. Unaamini ya kuwa hata ufe leo, kesho una uzima wa milele, na unaishi katika mali ya kweli. Unatembea katika barabara za dhahabu, unakula matunda ambayo hukulipia kitu chochote. Ndio maana Yesu anasema mahali mali yako ilipo, hapa ndipo kunakokuwa moyo wako. Katika kitabu cha Marko sura ya 8 mstari wa 36, Yesu anadai, anasema, inamfaidi mtu nini kupata ulimwengu wote? Inamsaidia mtu nini kupata mali yote ya dunia, alafu unapata hasara ya nafsi yako? Inakusaidia nini upate kazi nzuri? Inakusaidia nini uishi maisha ya anasa, alafu upate hasara ya nafsi yako? Jioni ya leo unaposema Mungu, Yesu,
tangu sasa naanza tena upya kuweka mali yangu katika ghala za mbinguni. Usimame.